Na mtazamaji, ni Jumatatu nyingine njema ambapo tunakutana tena kwa taarifa uzipendazo za jukwaa la KTN. Nikitumai weekend yako imekuwa njema na wiki imeanza vyema. Leo kwenye jukwaa la KTN basi tunajadili mikopo ambayo inatolewa kwa wanawake humo nchini ili kuweza kujisaidia na kujikimu maishani. Na leo tunataka kukushirikisha kwa kuuliza, je, unamfahamu mwanamke yeyote ambaye amefaidika kupitia mikopo inayotolewa kwa wanawake humo nchini? Je, unamjua mwanamke yeyote ambaye amefaidika kupitia mikopo inayotolewa kwa wanawake humo nchini na amefaidika vipi na maisha yake yameboreka vipi? Tutumie maoni yako kupitia nambari 22155 kwenye mtandao wa Twitter ni @ZubeidaKananu au @KTN News ukitumia hashtag jukwaa la KTN. Je, unamjua mwanamke yeyote ambaye maisha yake yameboreka kupitia mikopo inayotolewa kwa wanawake humo nchini? Leo basi tuko na wageni ambao wanatoka muungano ama ni shirika ama ni nini? Joywo. Shirika. Karibuni sana. Asante. Mtakuwa mkitueleza kuhusu Joywo na fahamishwa kwamba mko katika kaunti 43 nchini. Naam. Joywo ni nini kwa kifupi sana? Joywo ni shirika linalowaleta pamoja wamama. Wamama wanajiunga kwa vikundi, wanakuja kwa meza, wanawekelea pesa zao pale, wanazikopa na wanarudisha kwa faida zenye zinawarudia wao wenyewe. Na mpango huu ulianzishwa na mkewe rais. Mkewe makamu wa rais. Makamu wa rais, Rachel Ruto. Ndio. Na mkaribuni sana. Mtakuwa mkitueleza ni vipi, ni kina nani wanafaidika? Ni mwanamke yeyote ambaye anaweza kufaidika, wanafaidika vipi, wanajiunga na nyinyi vipi? Kuna takriban wanawake 200,000. Naam. Haya, utakuwa ukitueleza zaidi katika sehemu yetu ya swali nyeti. Iwapo una swali lolote au iwapo wewe ni mama pale na ungependa kujiunga na Joywo, unaweza kututumia maoni yako na tutaweza kuyawasilisha kwa wageni wetu studioni wa kueleza jinsi ya kujiunga na shirika hili na faida ambazo wanazipata ni za aina gani. Hapa tunaye mmoja wa wale ambao wamefaidika, atatuambia amefaidika vipi, alikuwa akifanya nini awali na sasa ameweza kufanya nini. Tutumie maswali yako, maoni yako, unaweza pia kuwasiliana nasi kwa njia ya simu, lakini kwanza tuanze kwa kuangazia vidokezo. Naibu wa Rais William Ruto alazimika kukatiza ziara yake mjini Bungoma baada ya kuzomewa na vijana. Mizozo kuhusu lishe yaanza kushuhudiwa katika baadhi ya maeneo yanayokumbwa na baa la njaa. Na kwenye swala nyeti tunaangazia faida na changamoto zinazotokana na mikopo inayotolewa kwa wanawake nchini. Karibu mtazamaji, jina langu ni Zubeida Kome na mtangazaji wa ishara ni Lensa Owino. Naibu wa Rais William Ruto alasiri ya leo amelazimika kukatiza ziara yake mjini Bungoma. Hii ni baada ya vijana waliokuwa wakiimba nyimbo za upande wa upinzani kuzomea waliokuwa kwenye msafara wake na kumlazimisha kutoendelea na ratiba ya mkutano uliopangwa kufanyika katika kituo cha usafiri wa mabasi mjini Bungoma. Maafisa wa usalama walilazimika kuingilia kati kudhibiti hali. Aidha, vijana hao waliokuwa na hasira nusura walirarue na kuliteketeza moto bango lililokuwa na picha za Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake lililotundikwa mjini humo. Taarifa zinaarifu kuwa naibu rais alielekea katika sehemu ya Kandui, barabara ya kuelekea mjini Eldoret na kuhutubia umma. Yeye anasaidia eneo yao huko hivyo Wakikuyuni sababu ya mambo kabila. Mtu mwenye ameregister kura inafaa pata kila mwisho wa mwezi shilingi 1,000 kwa akaunti yake. Tuwezi register kura na tunatoka bure na wanyanya nyumbani wanahangaika bure. Sisi kama wana Bungoma huko tunasema Jubilee kando. Huko sisi kama Bungoma ni NASA. Tuna NASA kina Mudavadi, Raila, yani code mzima. Huku kina Ruto, kina Uhuru, huku amchukui yani mna.
Na mtazamaji, licha ya hayo, naibu Rais William Ruto ameendelea na msururu wa mikutano yake katika kaunti ya Bungoma, na tutakuletea picha zaidi katika taarifa zetu mwendo wa saa 1. Kwingineko, athari za ukame zinazidi kuwakosesha usingizi wenyeji wa maeneo mengi ya nchi. Wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia wamejipata pabaya baada ya miradi ya kusambaza maji kufeli. Na wakazi wa eneo la Susoma mpakani mwa Tana River na Kitui wamefurushwa makwao kwenye mizozo inayosababishwa na ukosefu wa lishe, wafugaji wakilazimika kulala misituni bila chakula, dawa wala maji. Masaibu ya ukame yanapozidi kukaba koo taifa hili mpakani Kitui na Tana River, hali si hali. Tumekimbizwa mahali tumekaa na Wasomali na tumekaa huko msituni, chakula hakuna, hata nguo ya kukuka hakuna. Wakazi hawa walilazimika kukimbilia mwituni miezi miwili iliyopita baada ya wafugaji waliojihami kwa bunduki kuwafurusha mwao mashambani, ngamia wakilishwa kwa mazao yao. Hawana chakula, mashamba tulikuwa tumepanda yamelishwa kwa ngamia. Sasa hakuna mahali unaweza kufanya kazi. Hali sasa ni ngumu, kina mama wakitumia mbinu mbalimbali kuhifadhi maisha ya jamii, watoto wakiathirika kwa kufyonzwa na mbu. Children that are sleeping outside, they have nothing in this kind of the cold areas, more so during the night time. And also we are very sad because we are being reporting this kind of the incidents to our leaders, and up to now we cannot say that we have a very strong initiative that has been put in place. Mamia ya kilomita eneo la Trans Nzoia, ukosefu wa maji pia ni mgeni asiyetakikana, akibisha hodi hata baada ya miradi iliyozinduliwa mwaka 2013 kutozaa matunda. This county should even declare a state of emergency because of water, because water is life. And now we are having water, people peddling waters in jerrycan. We don't know where they're getting the water from. Lakini serikali ya kaunti imejitetea ikisema imeweka mikakati ya kusambaza maji na kustawisha chemichemi tangu iingie uongozini. The projects that we have implemented include gravity schemes. We have carried out a number of projects that are in total 54, and the number of kilometers of pipelines of various sizes that we have laid are 283.4 kilometers. That's for the entire county. Hata tanki kubwa ikachengwa, lakini ukienda saizi hiyo tanki imecrack, hakuna kitu chochote kama hiyo. Sasa ni kama pesa ilipotea tu. Hali sasa ni ya wanyama kama punda kutamba mijini, wataalam wa mazingira wakitoa tahadhari ya ukosefu wa maji miji kama Kitale, Kapenguria, Webuye na Eldoret. Mark na Maswa, KTN News. Mahakama hii leo imezindua ripoti inayoangazia maendeleo na viwango vya makosa ya jinai nchini na jinsi kesi hizo zinavyotatuliwa. Kulingana na ripoti hiyo, zaidi ya watu milioni 4 hukamatwa kila baada ya miaka miwili, kati yao 16% wakikamatwa kwa makosa madogo kama vile kutupa taka ovyo na kulewa. 62% ya kesi zinazofikishwa kotini hukamilika katika muda wa miaka miwili. Akizungumza katika hafla hiyo, Jaji Mkuu David Maraga amesema kuwa atabuni kamati maalum itakayoangazia mapendekezo yaliyo kwenye ripoti hiyo, hususan kuharakishwa kwa kesi mbalimbali. The report shows that the existing legal framework is not sensitive to the needs of the youth, and that is perhaps why they find themselves in conflict with the law in their bid to socialize and earn a living. Today a question arose, and we were discussing with some of our colleagues about voting in prison and whether prisoners will vote. First of all, whether prisoners will register, and whether having registered, whether they will vote in this election in August 2017. We have a judgment of the High Court that has affirmed previously the right of prisoners to vote, and I think a three-way conversation will be commenced very, very quickly between IEBC and the ministry in charge of prisons and ourselves to ensure that this takes place.
Askari mmoja wa akiba ameuawa kwenye shambulizi lililotekelezwa kaunti ya Mandera usiku wa kuamkia leo. Shambulizi hilo lilitekelezwa katika hoteli iliyo mkabala na nyumba ya naibu wa gavana wa kaunti ya Mandera. Shambulizi hili limefanyika licha ya marufuku iliyotolewa na waziri wa usalama mapema mwezi wa Disemba mwaka uliopita ya kutotoka nje kuanzia saa 12 jioni hadi saa 12 asubuhi. Uonayo ni mabaki ya shambulizi lililotokana na ufyatulianaji risasi mjini Mandera kwenye shambulizi jingine lililoripotiwa mapema hii leo. Kulingana na taarifa, shambulizi hilo la mwendo wa saa 8 usiku wa kuamkia leo lilidaiwa kutekelezwa na wanamgambo wa Al-Shabaab ambao waliwalenga wateja katika nyumba za malazi ya kukodisha na kuwashambulia wakazi ambao hawakuwa wenyeji. Askari wa akiba aliyekuwa analinda sehemu hii aliuawa kwa kupigwa risasi. We ask ya serikali ya kwamba wa investigate that wale wa haramu walikosea hiyo shida. Najua area iko na curfew, kwa hivyo hatungekuwa na free access ya kumove. Wakati alivamia walijilinda yeye pamoja na askari wenzake, wamejidefend, lakini kwa akifanya kazi bahati mbaya risasi ikampata kichwa. Akithibitisha kisa hicho, kamishna wa kaunti ya Mandera Frederick Shisia alisema ingawa hakukuwa na wageni wakati wa shambulizi, wanaamini kuwa nyumba hiyo ya kukodisha ya Jabane ndiyo ambayo ilikuwa imelengwa. Walilipua grenade karibu 4. 3 zilikuwa zinalenga Jabane Lodge, Equity Bank, na moja ilikuwa imewekewa mahali ambapo walikuwa wanakisia ya kwamba askari wataweka mtego ili wakati wanapita waweze kuwashambulia. Mlipuko mkubwa ulisikika na kuharibu majengo yaliyokuwa na biashara za benki na hoteli karibu na nyumba hiyo ya malazi, ikifuatiwa na milio ya risasi. Afisa aliyeuawa na majangili hao alikuwa akilinda nyumba ya naibu wa gavana Omar Maalim, ambaye alidai kulengwa na shambulizi hilo kutokana na azimio lake la kuunga mkono wazee wa jamii ya Merule. I wish to send my condolences to the late family, friends and all people of Mandera, and we will not tolerate these incidents that have been coming back time and again. Hata hivyo, kamishna wa kaunti ya Mandera amekana madai hayo na kusema kwamba majangili hao walikuwa na lengo la kuvamia na kuua watu katika hoteli, na kusema kwamba majangili hao walikuwa na lengo la kuvamia na kuua watu katika nyumba ya malazi ya kukodisha iliyokuwa karibu na makazi ya naibu wa gavana huyo. Ali Manzu, KTN News, Nairobi. Tuelekee sasa kaunti ya Meru ambapo gavana wa Meru Peter Munya amewaonya wapinzani wake kuwa hawatarejea madarakani baada ya uchaguzi mkuu wa mnamo Agosti mwaka huu. Munya alikuwa akizungumza huko Maili Tatu na kuelezea sababu za yeye kukosa kujiunga na Rais Uhuru Kenyatta alipokuwa ziarani maeneo hayo wiki jana. Mashirima Kapombe anaarifu. Gavana wa Meru Peter Munya aliingia uwanja wa Maili Tatu kwa vishindo na hotuba yake ilijaa shutuma kwa wapinzani wake. Kikundi cha Kikali alichokisuta kinawajumuisha seneta wa Meru Kiraitu Murungi, mwakilishi wa kike Florence Kajuju na mbunge wa Igembe Kusini Mithika Linturi. Mbali na kuwa alikashifu siasa wanazoendeleza kupitia chama cha Jubilee, Munya ambaye ndiye kiongozi wa PNU alidai wanampotosha Rais Uhuru Kenyatta katika kumpiga yeye vita. Mimi nilisema akaribishwe kwa sababu pia yeye ako na haki ya kuja pande hii kuongea mambo ya chama yake. Si hiyo ni sawa sawa? Kwa sababu taifa ya Kenya ni demokrasia. Lakini mimi nikasema kwa sababu mimi si mtu wa Jubilee na ajenda hiyo ya jana ilikuwa ya mambo ya Jubilee, siwezi kuwa hapo. Wiki iliyopita Rais Uhuru Kenyatta aliendesha hamasisho kwa wananchi kujisajili kuwa wapiga kura katika maeneo ya kati ya nchi ikiwemo kaunti ya Meru. Hata hivyo, sio wote waliomkaribisha kwa mikono miwili. Na sisi tumekata kauli tukasema kwa kura ile inakuja sisi sote tutakuwa kwa chama gani? Chama gani? Munya amesisitiza kuwa watamuunga mkono rais kutetea wadhifa wake mnamo Agosti tarehe 8. Chama ya PNU haina candidate wa rais.
tukasema tutamuunga Uhuru Kenyatta mkono aweze kuendelea. Aidha, kwa mpigo, gavana wa Meru Peter Munya alieleza kuwa mwaka wa 2022 atawania urais. Mashirima Kapombe, KTN News. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka alianza ziara ya baadhi ya sehemu za Ukambani kuwashauri wenyeji kujisajili kuwa wapiga kura. Akiwa katika kaunti ya Machakos, Kalonzo aliwataka wakazi wenye asili ya Kisomali wanaoishi na kufanya kazi sehemu ya Ukambani kujisajili maeneo ya Ukambani. Pia amewataka viongozi wenza katika muungano wa CORD Raila Odinga na Moses Wetangula kumpa nafasi ya uongozi katika muungano wa upinzani ili aweze kuipeleka Jubilee nyumbani kwenye uchaguzi mkuu wa urais, huku wakijidai kuwa yeye ndiye simba anayezungumziwa. Ziara yake inakuja siku moja baada ya mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Peter Muthuki kutangaza nia ya kuwania nafasi ya ugavana kaunti ya Machakos. Karibu tena mtazamaji. Kwa miaka mingi wanawake wamejidai kwamba wamesahaulika katika jamii, lakini kuna mikopo mingi ambayo imeanza kutolewa humo nchini ili kuweza kuwasaidia kina mama na wanawake humo nchini kujifaidi na kujiboresha katika jamii. Lakini je, wewe binafsi unamjua mwanamke yeyote ambaye maisha yake yameboreshwa na mikopo ya fedha za wanawake? Je, unamjua mwanamke yeyote ambaye maisha yake yameboreshwa na mikopo ya fedha za wanawake? Tutumia maoni yako kupitia nambari 22155 kwenye mtandao wa Twitter ni @ZubaidaKananu au @KTN News, na tutakuwa tukijadili maoni hayo na kuona jinsi wanawake zaidi wanaweza kujifaidi. Kwani leo katika sehemu yetu ya Swala Nyeti tunajadili kuhusu shirika la Joywo ambalo lilianzishwa miaka 7 iliyopita na mkewe naibu rais William Ruto, Rachel Ruto, ili kuweza kuwasaidia wanawake kujikimu maishani. Ikikadiriwa kwamba takriban wanawake 200,000 wamefaidishwa kupitia mkopo huu, na ndipo sasa tunataka kujadili ili wengi waweze kujua jinsi ambavyo mkopo huu unafanya kazi. Na leo studioni tuko nao wageni kutoka Joywo. Niliwakaribisha awali lakini tena nawakaribisha kwenye jukwaa la KTN. Kando yangu tuko naye Beatrice Achieng. Unatoka mtaa gani? Mtaa wa Westlands, High Ridge Parklands. Naam, na wewe ni mmoja wa wale ambao wamefaidika kupitia mkopo huu. Ndio. Karibu sana. Utakuwa ukitueleza ni vipi ambavyo umeweza kufaidika. Na pia tuko naye Carol Ngige ambaye anahusika, ni mkurugenzi anayehusika katika kuhamasisha wanawake kote nchini kuhusu mpango huu. Karibu sana. Asante. Mnatoa mikopo kweli kweli? Kabisa. Leo nitapata pia. Jiunge na kikundi. Karibu sana. Na pia tuko naye Jane Murray ambaye ni mama wa kaunti ya Nairobi. Unaitwa hivyo? Unahusika katika kuhamasisha wanawake kaunti ya Nairobi kuhusu jinsi ya balozi wao. Naam, asante sana kwa kujiunga nasi. Karibuni sana. Tuanze nawe Carol, uweze kutueleza kuhusu mpango huu wa Joywo. Joywo ni nini kwa wale ambao wanatazama kwa mara ya kwanza? Joywo kwa kirefu ni Joyful Women Organization, shirika lenye liko katika nchi nzima. Lianzishwa mwaka wa 2009 na mkewe naibu wa rais, na kwa kuanzisha Joywo alikuwa na wamama kwa roho yake, kwa sababu kwa kutembea alipata mama fulani mwenye hakuwa na kiatu, na yule mama alikaa hajapata kiamsha kinywa, alikaa ako na shida, lakini alikuwa na tabasamu. Kwa hivyo akajiuliza ni nini angefanya zaidi ndio lile tabasamu liwe ni tabasamu halisi. Ndio akakaa akafikiria, na kweli akaona ile kitu tu inaweza badilisha akina mama ni ile concept tuko nayo Joyful Women Organization ya table banking, kwa sababu hii mikopo ni ya wamama wenyewe na pesa ni zao wenyewe. Kwa hivyo akaanzisha huo mradi katika kaunti ya Uasin Gishu na wamama 60, na miaka 7 chini sasa tuko na zaidi ya wamama 200,000. Na mpango huu una tofauti gani na ile hazina nyingine ambayo tunajua ni ya kina mama, kwa sababu watu huenda wakashindwa kujua tofauti? Kuna tofauti gani kati ya huo mpango, kwa sababu najua kuna hazina mara 3 za wanawake humu nchini? Kuna tofauti gani ya mpango huu na ile hazina nyingine ambayo tunaifahamu humu nchini? Tofauti ni kubwa, kwa sababu hii hazina ni hazina inaitwa table banking. Kwa hivyo wamama wanajiunga na vikundi, wamama kutoka
mnaweza kuwa 12 hadi 35. Mnajiunga kwa kikundi na mnakuja pamoja, mnatoa fedha zenu na mnaziwekelea pale kwa meza. Zile fedha mnarudi mnazikopa nyinyi wenyewe. Mwisho wa mwezi mnaregesha zile pesa na faida juu yake. Ile faida inarudi tena kwa wamama. Kwa hivyo ile pesa ya wamama inakuwa. Kwa hivyo faida inarudi pale kwa meza. Hiyo ndio tofauti kubwa, na zile pesa ni za wamama. Kwa hivyo ile tunaita kama saving ya mama, na ile faida inarudi kwa wamama, haiendi nje. Kwa hivyo pesa za wamama zinakuwa kwa haraka. Kwa hivyo Jane, ukiendeleza lile ambalo amelisema, ina maana kwamba kuna riba, kuna interest. Unapochukua huo mkopo unalipa pamoja na riba juu yake. Yes, unairudisha na interest. Hiyo riba, Kiswahili ni kigumu kidogo. Unairudisha ya asilimia ngapi? Ya 10. Kwa hivyo mimi nakuja na pesa zangu. Unakuja na pesa zako ngapi? Ama pesa zozote ambazo pesa zozote tu, kwa sababu inategemea. Wamama wanaanza kusave kuanzia shilingi 200. Hapo ndio wanaanzia, that is, hiyo ndio minimum. Wanaanzia 200 shillings kusave. Wamama kama 10, 12 na kwenda mpaka 35, hawa ndio vikundi tuko nazo. Hiyo ndio sheria yetu. Sasa wamama wakikuja hivyo watatoa hiyo pesa, alafu tena wanakopa. Wanarudisha sasa na interest. Wakirudisha na hiyo interest, hiyo pesa inaendelea kuzaa. Maanake inaitwa table banking, ni benki ya meza. Na wamama wanatembea na hiyo pesa zao. Kwa hivyo wako safe. Wanajua kabisa pesa zao ziko safe kwa sababu wenyewe wako nazo mfukoni. Wanatoa na wanagawa, alafu wanaenda nazo. Kufika mwezi hiyo ingine tena wanarudisha hivyo. Na wanakopa, na unaona kabisa kuna wamama walianza kama hata miaka 3 ama 2 iliyopita. Mama alianza akisave pesa shilingi 200. Kwa sasa unapata huyo mama ana save shilingi 1500. Kwa hivyo kuna mahali maalum ambapo wanakutana, ama wao wenyewe ndio wanajiamulia mahali ambapo watakutana? Labda wanachagua mweka hazina nani, ama nani anayebeba pesa? Inafanya vipi kazi? Okay, wacha ni kuelimisha hapo kidogo. Wamama siku ya kwanza kuanza, tuko na POs wetu, program officers, ambazo pia wataelezea hao wamama kabla kikundi wamama wanakutana. Wakishafika kikundi ya kuanzisha kabisa ni kama 10, alafu lakini wataendelea, minimum huwa tunataka wakuwe 15, 15 mpaka 35. Sasa wakishakutana wamama 10, PO wetu anakuja, PO from Joyful Women Organization anakuja sasa kuwaelimisha, waelewe Joyful Women Organization inahusu nini, inafanyia kina mama nini, ndio mama pale akiwa pale ajue ako kwa kikundi gani. Maanake kuna vikundi mingi sana za wamama. Sasa wakishaelewa, sasa wanaambiwa pesa yenu mna save hivi na hivi. Na kila siku wakikutana kuna PO anakuja. Si ile kienyeji wamama wanakuja peke yao, wanakutana, wanatoa pesa, wanagawa, wanaenda. An official officer kutoka Joyful Women Organization anakuja, anasimamia. Na kila mtu ako na kitabu yake. Kama savings book, kama ile ya Post Bank samani, sijui kama ulisave pesa zako Post Bank before. Or all these savings organization wako na kitabu. Sasa Joyful Women Organization mama anapewa kitabu yake. Wakisha unganisha kikundi, pia wanasema watakuwa anakutana wapi. Na wakishaelimishwa, kitu ya kwanza ni kuchagua officials. Watachagua chair lady na vice chair lady, mweka hazina, alafu mwandishi. So kila kitu inaendelea, pia minutes inachukuliwa. Na tuje kwake Beatrice Achieng. Umetueleza unaishi maeneo ya Westlands kule. Ulikuwa unafanya nini kabla, na ulijua vipi kuhusu mpango huu wa Okay. Kidogo labda utanipa ruhusa nieleze kidogo tu kuhusu maisha yangu kidogo kabla nipatane na Joy, kwa ufupi kabla nipatane na Joy. Mimi naitwa Beatrice Achieng, ninaishi huko Westlands, Highridge Parklands. Kuna kijiji kinaitwa Deep Sea. Kiko hapo Highridge. Na mimi ni single mother, nina watoto 4. Nilizaliwa 1985 kule Mathare.
Wakati nilifika miaka 9, mamangu aliaga dunia na niende alikuwa ni kama alikuwa na support familia. So kutoka hapo kidogo tukahangaika, babangu akawa anasumbuka kulipa school fees, tunafukuzwa shuleni. Wakati nilifika darasa la 1999, babangu akasema sasa kufika hapo hawezi kaendeleza kunisomesha, ikawa sasa niache masomo nianze kufanya kazi. Nikapata kazi ya kufanya ya nyumba huko Lakisama, nikafanya kidogo, nilikuwa nalipa mshahara wa 1000. Hapo ilikuwa ni mwaka wa 2001. Kutokea hapo nikapata mtu ambaye alindanganya anataka kunioa. Ilikuwa ni 2001 December, akanipa mimba ya mtoto wa kwanza. My first born nilimzaa 2002. Nilipopata mimba ya mtoto wa pili akawa mke mwingine akaniacha kule nyumbani. Sasa kutokea hapo wakati tuliachana nikiwa na mimba ya mtoto wa pili, nikahangaika kidogo, nikasumbuka, nikangangana na kufuatana na wanaume kidogo, nikatumiwa na wanaume kiasi. Walinitumia wakati huo nilikuwa nakaa Mathare. Mara mingi unakuta mwingine anakupatia shilingi 50, anakupatia 100 ama hata 20, mwingine hata analala na wewe hivyo bure, anakudanganya atakupa pesa baadaye. Sasa hayo ndio alikuwa maisha yangu mpaka nikajikuta nimetumiwa na wanaume vibaya sana. Kufika mwaka wa 2012 nikapata mimba ya mtoto wangu wa 3, nikazaa mtoto wa 3, na 2013 nikazaa tena mtoto wa 4 ambao hawana baba. So nikawa ninakaa na hawa watoto mimi peke yangu. Nikahama kutoka Mathare ndio nikaenda kule Dipsy. Huyu mwanaume ambaye alinipa mimba 2012 tulipata naye kwa mjengo, nilikuwa nafanya kazi kwa mjengo pia. Ni alinileta Dipsy. So kutokea hapo wakati alinipa mimba ya pili akatoroka, akaniacha kwa nyumba. Wakati huo nilikuwa sifanyi chochote sasa. Nikasumbuka sana kulipa rent. Nilikuwa ninakaa wakati mwingine miezi 2 ama miezi 3 sijalipa, landlord anakuja ananifungia mlango, ananiambia nitoke nje, na mara nyingine ananirushia vitu nje, ananiambia hanitaki kwa nyumba yake. Nikahangaika katika hii hali hiyo. Kufika mwaka wa 2014 ndio kuna wakati mmoja ambaye mke wa MP wa Westlands, mke wa Timu Wanyonyi, akatangaza kwamba anataka kuona wamama wote wa Westlands. Alituita mahali panaitwa KTTC kule Gigiri, tuende tufundishwe kuhusu Joy War. Sasa na mimi kwa vile nilikuwa pale chini nikataka kujua hii Joy War ni nini na table banking ni nini. Sasa nikafanya juhudi sana nikuwe hapo. Tulipoenda huo mkutano tukaanza kufundishwa, tukaelezewa table banking ni kutoa savings, mna form group, mkiwa kwa group mnatoa savings zenyu, mnaweka kwa meza, mkiweka kwa meza mnakopa hizo pesa tena, the next month mnarudisha na interest ya 10%. Na savings bado. Sasa hii pesa inaendelea kuzaa. Katika hii hali pia tukafundishwa jinsi unavyoweza kutumia hii pesa na kuanzisha biashara ndogo ndogo. Sasa hiyo 2014 ndio nikaanzisha biashara ya kuanza kupika chakula. Nikipeleka kuna shule fulani kwa hapo Dipsy. Nilikuwa ni nursery school, walikuwa hawana chakula. So nikaanza kupika chakula na wapikia uji saa 4, napeleka lunch na wapikia. Ndio kazi ninayofanya mpaka sasa hivi. Sasa kutokea hapo wakati huo nilikuwa member wa one of the groups, nilijoin one of the groups, ilikuwa inaitwa Dipsy Youth Support Group. Nikakuwa member like for 6 months. Nikaform another group because kuna mama wengine pia walikuwa hapo, walikuwa wanataka kujua more about Joy. So nilikuwa nawaelezea. Nikaform group. Hiyo group sasa inaitwa Dipsy Girl Child Rescue. Mimi ni chair lady wa that group. Wakati niliform hiyo group tukakaa pamoja, wakanichagua mimi nikuwe chair lady, tukachagua secretary na tukachagua treasurer. Hiyo group tuliform in 2014 November. Sasa iko na almost 1 year. So ninashukuru Mungu sana kwa kuingia Joy War, na pia ningependa kuwaelezea kina mama wenzangu wale ambao hawajajoin Joy War wakaweza kujoin Joy War, kwa sababu since ni join Joy War ilibadilisha maisha yangu. Cause wakati huo 2013 nilikuwa nasumbuka kulipa rent. 2015 ilipoanza, hiyo kijiji ina watu ambao ni ma landlords, wana manyumba mingi. So nikaelezea landlord wangu kwamba ningependa kununua hii nyumba ambayo ninaishi ndani. Akaniuliza, wewe utatoa wapi pesa kununua nyumba? Nikamwambia, wewe niambie nyumba ni pesa ngapi? Akaniambia, hiyo nyumba nakuzia 30,000 na utai-own. Nikamwambia just 30,000. Nilienda nikachukua mkopo kutoka kwa table banking 25,000 na nilikuwa na 5,000 nikaongeza, nikanunua nyumba hata kuamini. So nikawa nina own hiyo nyumba since 2015 mpaka sasa silipi rent. Kwa group yetu wakati tuliendelea na savings vizuri, tulianza na savings za 500 kila member. Tuko 11 members. Kufika mwaka jana
2016 mwezi wa 10, pesa yetu kwa meza ilikuwa imefika 128,000, na mwalimu anakuja kila mwezi kuwapatia mwelekezo. Mwalimu anatoka Joy office anawapatia mwelekezo jinsi mnafaa kusave, jinsi mnafaa kukopa pesa. Kwa kutupa huo mwelekezo tukajipata tumefikisha 128,000. Sasa akatuambia nyinyi mna qualify kukopeshwa pesa ya Joy. Nashukuru wakati alipeleka hiyo report huko akatuambia tu apply hiyo pesa, tukakopeshwa na Joy 100,000. That was last year October. Tukaletewa that 100,000, ilipoletwa kwa meza tukachanganya pamoja na hizo zetu, sasa ikakuwa 220,000. Sasa ikawa kila mtu anaweza kopa kiasi kile ambacho ataweza kurudisha kidogo kidogo every month. So mimi nikakopa tena another 30,000, nikanunua nyumba nyingine tena. So nikawa ninasahau ile wakati ambao nilisumbuka sana kulipa nyumba. Sasa mimi nina own yangu ambapo silipi, na nyingine sasa nimemweka ndani tenants. Ananipatia 1,500 anakulipa kodi na unaweza kulipa nyumba yake. Kwa sababu ulianza mtu ambaye alikuwa akifanya kazi ya nyumbani, ulikuwa ni biashara gani? Biashara kujiuza. Sasa ni ya kujiuza, ndio uweze kujikimu maishani. Kisha baadaye ukaingia kwenye kikundi. Sasa saa hii wewe mwenyewe nyumba ambayo hukuweza kuilipa sasa unaimiliki. Ni mambo mazuri. Napongezi sana. Umetoka safari ndefu lakini tamati yake ina matunda. Ndio. Asante sana kwa kutueleza kisa chako. Mtazamaji, najua pale unajiuliza ni vipi ambavyo unaweza kujiunga na vikundi hivi. Ndiposa leo tuko na wageni hawa studioni kutueleza kuhusu mpango huu ulioanzishwa na mkewe Naibu Rais William Ruto, Rachel Ruto, ambao umewasaidia takriban wanawake 200,000. Huenda uko pale unataka kujiunga ama unataka kujua mengi zaidi katika kipindi hiki, unaweza kutuma maswali yako na tutayajibu. Tutakuwa tukiuliza ni vipi ambavyo wanapata usaidizi kutoka kwa shirika hili, na kuna viwango vya kuchukua mikopo kwa wale ambao wanataka kuchukua mikopo. Usiende mbali, tutakuwa tukijadili mengi zaidi katika muda usiokuwa mrefu.